Bana, siku hizi mwanaume ndo anatafuta mwanamke. Una vishawishi wewe. Kama tuko kijijini huko, hata wakati tunaenda kule mjini, wanaume ndo wanatafuta. Bana, tuende bwana, mabishano ya nini? Ona mimi simuone mzee. Mlango wenyewe amefunga. Mimi sijui kama ameenda wapi. Nakumbuka. Ananiambia kwamba leo atatengeneza choo yake huko. Basi tuelekee huko. Nimechoka jamani. Kidazi. Vipi? Naona unatengeneza mahali ya kuswalia. Vipi? Unajua bana, mtu huwa wakati ambapo huwa anajisaidia ni lazima kwanza jua lisifanye nini, lisimpige. Unaona tena? Naona anamvua. Yenyewe bana, ni lazima kuandaa hivi kidogo. Unajua tena, usipojiandaa mwenyewe huwa atakuja kukuta kuwa wewe ni mchafu. Maana hii dunia binadamu wakikuja kukuta wewe ni mchafu, kwanza unaona lazima kwanza mimi niwe mchafu, lakini mahali ambapo natoka niwe mzuri. Unajua tena? Basi sawa mzee. Tuachane na hayo, nimekuja na dada yangu hapa. Kipiuda Kipiuda kabisa. Rangi kama mama yangu. Kipiuda. Swali. Habari yako? Uko salama? Mtoto nyepe kweli. Olewa. Sieti. Mnapenda kusema. Wewe naye mtoto mzuri sifa yake kuringa, unaona? Lakini nitaolewa bwana. Hiyo yote ni mpango ya Mungu. Kweli, inshallah. Huyu ndo maana namuita Kipiuda sababu ameshakataa kuolewa. Namwambia bwana, olewa. Unajua mimi sitaki sana. Ndio mwingine mimi sitaki sana. Basi sawa. Huyu namuita Kipiuda huyu. Kila mara namwambia olewa, anakataa, olewa, anakataa. Unaona? Imani wewe ndo huwa unafuatilia sana wanaume, maana huwa ukimfuatilia sana wanaume wote utanituleke kwanza shambani huko. Basi pesi twende wewe naye. Huwa ndo hivi, unajua mtoto akike sifa yake. Mimi nitaolewa bwana, alafu siku nitaolewa. Bana Kipiuda, acha kubeti. Ndio hivi. Ndio maana nimejiswali sana. Nimejiuliza hivi, je, hawa watu watakuja? Unaona? Nami nilikuwa nafikiria tu sema mimi aliyeleta hii tatizo yote ni Kipiuda. Sababu ni jiandae. Mimi naenda kuoga. Mimi bana ndo mmekawia. Unaona? Maana huwa ule mzee huwa anatuhitaji, maana ana kazi. Unaona? Ana kazi. Hajachelewa bana, twende. Lakini huwa mimi mmenikatia kazi yangu, unaona? Lakini kazi gani na wewe? Kutengeneza kazi yako, hata kazi yako haina maana. Na tunatimizia kitu ambacho kio sahihi, maana ukitazama mtu anakuita, ila ni lazima kwanza unamfuatilia. Unaona? Mzee tusubiri sana. Chana naye bana. Hivi kwa nini kijiji kulikuwa mjamzito? Mimi sijui. Kipiuda, wewe utakuwa unatuongopea. Hauna hata rafiki yako ambaye alikuwa na mjamzito? Wala hamna. Sasa kwa hiyo Mungu wangu, nani atakuwa amejifungua? Mimi sijui nani. Katika hiki kijiji hakuna mjamzito, mimi najua. Bana, tufanye hivi, tutafute huyo mtoto. Tutafuta mtoto ambao sio wako, mtoto ambao humjui. Kwa hiyo yule dada yake na Chagama maana mnene hivi. Huyu sio mjamzito. Lulu. Lulu sio mjamzito. Namuona ana tumbutumbu hivi. Basi fanya hivi maana hii sauti huwa mimi wakati kakaramulia huwa kama nisumbua kwenye kichwa. Pita hivi, mimi nipite hivi. Unapita hivi. Mama gani? Sababu hiyo sauti nasikia kiwaka. Ni lazima, maana mtu anaweza akachukua mjana porini ila anajifungua. Wenyewe mtoto.
Jamani, kuna mtu huku. Ni kama huku. Mungu wangu. Kipyoda. Wewe naye Mchukue mtoto. chukua kwenye mtoto. Chukua mtoto. Nenda. Aji? Wewe unafanya nini hapa? Wewe umeona mimi nafanya nini? Aji? Ni maana umeona kuweka tumbo nje na kuweka kifua ambacho hauna hata ugali. Wewe tuheshimiane bwana. Muda mwingine tu tunaheshimiana, sawa? Kitambia kwako hii. Si kwangu naonyesha ili watu waione. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wa wote. Na sio kusema kwamba kwa hivi ndio utakuwa kidume. Kwanza vipi sasa unataka kumaanisha nini Wewe ni mwanaume na lazima ujue dini. Sio mambo kusema sema kwamba sitaki hiyo. Lazima ujue dini vizuri. Nishaijua zamani. Unaijua Sikiliza nikwambie, tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hivi sio muonekano mzuri. Ukifariki utenda kwa shetani wewe. Alafu mwezi huo wa Ramadhani sijui nini utukufu ndo nini sasa hii. Sikiliza nikwambie. Dini ya Kiislamu ndo dini. Hii mavazi mimi sioni kama inafaa, never. Lazima ujue dini. Mimi sijakataa kwa haipo dini, sawa? Lakini unajua nyinyi Waislamu, nyinyi mnapenda sana ubwabwa. Mambo ya pilau ndo tunatakaga, sawa? Muda mtakapo futuru ndo kufanya nini hiyo? Ndo mtaniita mimi nije kutumia ubwabwa afu mambo ishe nitakuwa Muislamu bwana. Umeona? Sikiliza nikwambie. Ukitaka ujue dini vizuri, acha kufuata tu kwamba kufuturu wewe. Nimesema acha kufuata kufuturu. Sikiliza, hizi vazi hazistahili. Wewe unadhani mtu gani atakupea mtoto wake wakati unaoonyesha kitambi hiki, kitambi bandia, bandia. Kitambi hiki suruali. Sitaki. You are Thursday. Mimi sitaki. Nachukua kanzu na kupea. Kumbao. Chukua. Nasemaje? Ukikosekana leo msikitini, nakwambia wallahi, Mwenyezi Mungu anajua kwamba leo ukikosa msikitini au tuna falme mbinguni wewe. Hivi tena hiyo. Ajifanya hivi. Let's go. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hizo ndo salamu sasa za Kiuislamu. Haya, kuna nini? Samda huku chini nimemuona mimi. Nimemuona na mtoto huko nje. Wewe kafanya nini? Si ujeleza vizuri. Samda nimemuona huko, nimemuona amekufa. Wewe tena Samda vipi? Ameenda mjini yule Van Boy kama Recross kama nani? Wallahi nimemuona shehe, siwezi kukuongopea. Wallahi nimemuona amekufa mtoto hapa na Samda hapa. Alafu kia kunishangaza Samda kapotea kwa mazingira Bimana kayayo kapotea mazingira kutanisha kikweli. Mimi sielewi, nilikuwa na wenzangu sijui wameenda wapi, hata nimekuwa na kakaangu na rafiki kakaangu sijui maskini wameenda wapi jamani. Bimana ameenda kweli shehe, hata mimi niko hapa naogopa kikweli. Hii mambo ni sisi ni wanadamu na ndio tatizo la kusoma dini. Basi hii mambo tumwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mambo nimesema tumwachie nani?
Allah subhanahu wa ta'ala. Basi nikidhani wewe ni Muislamu, wewe pia toa iko kinini kia kufai kansu, twende msikitini. Adi? Oya, sisi sote mimi nasema nini? Let's go. Jistiri vizuri, twende msikitini. Hii mambo tumachie Allah subhanahu wa ta'ala. Basi let's go. Wait. Oh, wow. Let's go. Kidazi bwana. Kidazi. Mzee Kidazi. We naye? Si ni mimi Siza. We nani? Si ni mimi Siza hapa. Kidazi. Kidazi. Bwana nimeteguka mguu. Kwa hiyo umekuja mwenyewe? Dada yako ako wapi? Kila mtu amepita njia yake. Mimi nilizani umekimbia naye. Unajua hii jambo mimi sijawahi husika. Yaani sijawahi fanya kitu kama na hiki na wala sijawahi kukiona kwenye maisha yangu. Atakuwa ameenda wapi? Mimi pia sijui, maana nilipita njia yangu mwenyewe. Sasa tukamtafuta sababu ni dada yangu ule. Kuingia tena porini mimi huyu. Mimi bora mimi niingie ndani, maana mwangu hapa nani mnanisubiri? Bana kaka, mimi sitafika nyumbani kama sina dada yangu. Kwani mimi nifanye nini? Si naomba unisaidie nipate dada yangu. Mimi kwani mimi nirudie tena kule vichakani? Yaani mimi kurudi kule, bora uniite imbwa. Haki ya Mungu walai. Na wala usiwahi sema eti mara mimi nimekuwa na kiburi, nimekuwa na jeuri. Basi nisitoshe. Mimi kuhusu kazi. Walai utaona. Mimi nitafanya kazi moja tu hivi tu mara moja nitafaidika. Ndio maana biashara mwenyewe imepanda bei. Biashara, si unajua nini kazi tunazozifanya sisi? Unasikia kesho hivi mtanunua kwa nini? Kwa 300,000, kesho sijui pesa ngapi vile. Yaani kila kitu kinapanda step by step. Kuna baki tu miezi haya. Unaniita bosi. Hapo poa, mimi siwezi nikachukia. Pengine na nafurahi. Twende utajua nini maana kazi unayoifanya. Amani, tusonge mbele. Ondokeni. Basi sawa. Mtoto. Sasa, mimi kuulize. Uliza. Kwenye kijiji kuna mwanamke alikuwa na ujauzito? Hapana. Sasa sauti ya mtoto wa nani? Sijui, ndio maana nataka kukuuliza. Sauti ya mtoto inatokea wapi? Ndio nakuuliza, kwenye hiki kijiji kulikuwa binti ambaye alikuwa na ujauzito? Alafu tufanye nini? Tujue, maana sauti ausikie sauti ya mtoto analialia. Ni bora tutafutie sauti.
Nasikia sauti huko. Ndio huyo. Huyu mtoto wa nani sasa huku? Nani tena huyo? Huyu binti mbona kani mgeni kwenye kijiji na sijawahi muona hata siku moja. Huyu atakuwa ametokea wapi? Ni mgeni kabisa. Hii tena huyu ndo binti nimepishana naye tena, namuona mbele yangu. Mama yangu, hivi mbona mimi sijaamini macho yangu iko poa kweli? Huyu ndo nimepishana naye. Mama yangu babaya hapa. Mungu, mtu mmoja anapishana naye mara 3. Tokyo.